Hebu turudini nyuma kidogo. Hii vita ya Russia na Ukraine rasmi ilianza mwezi Februari tarehe 24, 2022, miaka 4 iliyopita. Hii ndio ile kitaalamu tunaita full scale invasion. Sababu za hii vita ya Russia na Ukraine kutokea ni mambo ya kiusalama na Ukraine kuto kujiunga na mataifa ya West au mataifa ya Magharibi. Moja ya kitu Russia alichowashtua dunia katika hii vita ni pale Warusi walipotoa video na picha za maiti za wale askari wa Ukraine waliouawa na askari wa Russia katika hii vita. Maiti zilikuwa za watu 24,000 za wanajeshi wa Ukraine wamewekwa katika vyumba vyenye friza ndani. Na wakachukua hizo video, yani Warusi wa wenyewe wakachukua video za hiyo miili ya zaidi ya wanajeshi 24,000 na wakaziposti katika mitandao. Warusi hawakuishia hapo, wakasema kwamba wana miili mingine ambayo ukijumlisha na hii miili ya hao wanajeshi 24,000 ambao video zao wameziposti kwenye mitandao, jumla ya wote zinafikia miili ya watu 40,000. Jesus. Miili ya watu 40,000 wanayo, ila kwa sasa hivi ambayo iko tayari ni miili 24,000. Tayari kwa kitu gani? Kwa nini Warusi wanafanya hivi? Na wanaiweka hii miili yote kwa kazi gani? Wakasema kwamba wanamalizana na hii miili mingine ndio waje waichanganye na hii itimie 40,000. Mnamalizana na hii miili mingine, mnamalizana nayo kwenye kitu gani? Hizi taarifa kwa kweli zilikuwa zinashtua, na ili tukio limetokea katikati mwa mwaka 2025. Ila one thing you are supposed to know that wonders shall never cease. Kama ikutosha, Warusi wakaiambia serikali ya Ukraine kwamba tunawapa miili 6,000 kama awamu ya kwanza ya wanajeshi wenu ambao tumeshawaua. Tunawapatia miili ya wanajeshi wenu 6,000, muende mkafanye proper burial. Ukraine wapewe miili ya wanajeshi wao, waende wakazike wenyewe, na kama kwenda kuchoma moto basi waende wakachome wenyewe. Kwanza dunia ilishtuka, hakuna aliyetia neno. Marekani wao wenyewe walikaa kimya, hawakuelewa nini kinachoendelea. Yaani Putin alichokifanya pale ni kwamba aliwashtua watu na aliweka hofu ndani ya viongozi wa mataifa mengine, kwamba mjue kabisa nikiingia kwenye vita na nyinyi, hichi ndo kitakachoenda kutokea kwa wanajeshi wenu na watu wa taifa lenu. Mara ya kwanza wa Ukraine walikataga hii miili 6,000 ya wanajeshi wao, ila baadaye wakaja wakakubali. Kwa hiyo Warusi walichokifanya, wakaichukua hii miili wakaijaza kwenye malori, yale malori ambayo ndani yana freezer. Of course miili yenyewe yote ilikuwa imesha ganda, ni barafu, na malori yalikuwa mengi barabarani yakiwa na hiyo miili ndani, japo kwa wastani kila lori moja lilibeba kama miili 1,000 hivi, kwa maana ya kwamba ilikuwa imepandiana, sio kwa kwenye mashelfu. Hapana, yani lori ni refu, kwa hiyo miili imeingizwa ndani, imefanya kupangwa kama inapangwa mizigo. Hebu angalia hii video hapa ikionyesha miili iko kwenye malori na ikiwa inatolewa, wanakabidhiwa wanajeshi wa Ukraine miili ya wanajeshi wenzao waliokufa kwenye hii vita. Unajua, Mrusi kwenye hii vita arudi nyuma mpaka primary
objective yake itimie, mpaka lengo lake litimie. Mrusi arudi nyuma. Zelensky hapa anachokifanya, anarukaruka tu. Putin hataki masiara. Putin hatosimama mpaka lengo lake kuu litimie. Na madhara ya haya yote ambayo Zelensky anayafanya kwa kuto kumsikiliza Putin, manake anaangamiza taifa lake, anaangamiza na raia wake yeye mwenyewe. Hauwezi ukajua uzito wa vita mpaka miili ya wanajeshi wako na watu wako wote waliokufa ikisharudishwa kwenye taifa lenu. Hapo ndo mtajua kwamba kweli mpo vitani, na kweli vita haichekeshi. Naitwa Dallas. Kwa taarifa nyingi mbalimbali, follow page yangu. It is what it is.